Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Ivonia Evaristi Mushi, ni mpenzi na mfuatiliaji wa Habari Njema Channel. Leo ikiwa ni tarehe 7 Juni 2026, tukiwa tunafuatilia simulizi ya Mtakatifu Ana wa Bartholomeo ambaye ni mtawa. Baadhi ya mashirika ya tawa yana masista wa aina mbili: masista wa ndani na masista wa nje. Masista wa ndani hao hujishughulisha na sala za kuimba ofisio, na masista wa nje ambao hujishughulisha na kazi zote za mashirika kama kununua na kuosha vyombo, chakula cha wanashirika wote. Sista Ana alikuwa sista wa nje. Ametajwa pia kwenye maandiko ya Mtakatifu Teresia wa Avila. Ukitazama historia ya Mtakatifu Teresia wa Avila, tarehe 15 Oktoba, miaka 7 ya mwisho katika maisha yake, Mtakatifu Teresia alimfanya Sista Ana kuwa mwandamizi wake karibu katika safari zote, na alimwelekeza kama mtumishi mkuu wa Mungu. Wazazi wa Ana walikuwa wakulima walioishi karibu na Avila. Aliajiriwa katika mchungaji mpaka alipokuwa na umri wa miaka 20. Baada ya hapo akaingia katika shirika la Wakarmeli kama sista wa nje. Mara nyingi Mtakatifu Teresia alimpenda Sista Ana kuwa ni sista wa ndani, lakini Ana aliendelea kubaki kama alivyokuwa sista wa nje. Sista Ana ameacha maelezo kuhusu kifo cha Mtakatifu Teresia ambayo alionyesha kuwa amefurahishwa na mapendo na usafi wa Mtakatifu Teresia ambaye ni mama mtakatifu mpaka mwisho. Siku alipokufa hakuweza kuongea naye. Zilibaki nguo zake za ndani, kitambaa cha kichwani na mavazi ya mikononi. Alijiangalia mwenyewe, akachukua nafasi hile kwa jinsi alivyojionea kuwa msafi. Alipogeuza macho yake, aliangalia kwa tabasamu na kuonyesha shukrani kwa ishara. Alifia mikononi mwa Sista Ana. Baada ya kifo cha Mama Teresia, Sista Ana alikaa miaka 6 zaidi huko Avila. Baadaye alipelekwa Ufaransa na Ubelgiji. Pamoja na masista wengine, mkuu wake alimpanga Sista Ana ndani. Sista Ana alilalamika katika sala zake kuwa halikuwa kiumbe dhaifu, lakini Bwana akamjibu, niko pamoja nawe viumbe dhaifu, nawasha moto. Sista Ana alifarijika kuwa mtakatifu katika maisha yake, nabii na mfanyakazi wa ajabu. Kwenye kifo chake mwaka 1626 alikuwa na umri wa miaka 25. Waliugusa mwili wake kwa rozali na vitu vingine. Alitajwa mtakatifu mwaka 1917. Basi ndugu zangu wapendwa katika Kristo, simulizi ya Mtakatifu Ana ni simulizi inayogusa watawa wengi katika maisha yao. Basi sisi kama binadamu tulioko hapa duniani tunasubiria siku moja tuende mbinguni. Basi tunaombwa kuishi maisha ya Mtakatifu Ana katika sala zake, kwani alikuwa mtakatifu mwenye hekima, upendo na mshikamano hata kwa ndugu zake. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ivonia Evaristi Mushi. Tunaomba msubscribe, mlike and comment hapo chini. Karibuni sana kufuatilia Habari Njema Channel.